Tusalimiane na tuzungumze, lakini kamishna wa polisi jamii ameelekeza niungane na afande kamanda kwa ajili ya kuzungumza na ninyi. Lakini kuu kabisa, ndugu zangu, niseme pole, na mimi ningependa tukulifaa kwenye Suratul Luqman. Suratul Luqman, ukisoma ile sura 31:17 pale wanasema tumeamrishwa kutenda mema. Tumeamrishwa kutenda mema, lakini tuvumilie kwa yanayotupata. Yanatupata ni kama haya sasa, changamoto za msiba. Lakini yule Luqman anaambiwa asimamishe swala, aamrishe kutenda mema, lakini avumilie kwa yanatupata. Kwa hiyo ndugu zangu, wema ni zaidi ya kila kitu. Unapotenda mema kwenye jamii, ndio maana leo unaona watu wako wengi namna hii, ni kwa sababu za wema ambao umekuwa ukiutekeleza. Lakini wema ni thawabu kwa Mwenyezi Mungu, na ndio maana unaona afande amegusa kidogo. Unapofanya mema kwenye jamii, maana yake wewe uhalifu utakuwa mbali na wewe, wizi utakuwa mbali na wewe, lakini vurugu za kuchafua amani hazitakuwa na wewe, kwa sababu tunaona kabisa Mtume Muhammad ameamrisha kwamba nini? Tutende mema. Lakini lingine nilikuwa nataka niwaambie hapa, mimi natokea kwenye kamisheni ya polisi jamii. Kazi yetu ni kuwashirikisha wananchi kwenye mambo ya usalama, kwamba suala la kukataza maovu ni jukumu la kila mtu. Na hapo ukisoma sura Al-Anfal kwenye aya ya 8 pale nasema Mwenyezi Mungu hata waadhibu wale wanaofanya dhuluma nafsi peke yake, isipokuwa pamoja na wale walionyamaza kuwakataza. Sio jamani? Kwamba kumbe unapoona ubaya unapaswa ukataze. Ukikaa kimya na wewe uko humo humo. Tunapoona uhalifu unaendelea kwenye jamii, watu wanafanya ubakaji, wizi, uporaji, vurugu mbalimbali, kama wewe muumini unaswali, unamwomba Mwenyezi Mungu, lazima utekeleze jukumu la kukataza. Vinginevyo kuswali kwetu kutakuwa bure. Kwa hiyo niseme tu jamani, sisi ndugu zetu, jeshi la polisi ni ndugu zenu, ni vyombo vya usalama. Ndio maana amani na utulivu upo, kwa sababu tupo, tushirikiane pamoja, kwa sababu jukumu la kuhakikisha usalama wa raia na mali ni la kila mtu, kama sura Al-Anfal ilivyokuwa tuambie. Niseme tu Mheshimiwa Sheikh, kwenye masuala ya imani, ndugu zangu Waislamu, jitihada kubwa sana ipo inafanyika kwa sababu ya kutengeneza msingi wa watoto wadogo. Takbir! Kwa sababu watoto wadogo hawa wasipojengwa katika misingi ya maadili, ndio tunapata watoto hawa wengine waelewi mambo. Lakini huyu, kama unaona yule kijana pale yuko kwenye maziko na yeye hapa yuko ibadani anaswali, huyo hawezi kufanya uhalifu, kwa sababu muda wote anasikia dua, anasikiliza mambo mema ya Mwenyezi Mungu. Atapata saa ngapi kutafakari uovu huyo? Kwa kila mtu afanye namna ile. Lakini wazazi wenzangu na walezi, sisi tunapokwenda kwenye swala au kwenye dua, tusiwaache watoto nyumbani.